Lisa Stefano Mungure, mwenyekiti wa Chadema wa mkoa wa Arusha kwamba kinachofanyika na serikali ni uonevu kwa vyama vya upinzani, especially chama kikuu Chadema, kwa sababu ukiangalia kanuni na sheria zinahitaji mtu yoyote kwenda kwenye mahakama yoyote kusikiliza kesi. Hata kama kesi sio ya kwako, mtu yoyote anaruhusiwa kisheria kwenda kusikiliza kesi. Okay. Lakini jambo la pili, kesi ya Lissu ni kesi yenye mawakili. Na hao mawakili wanakiwakilisha chama chetu. Kesi ya Lissu sio kesi binafsi, ni kesi ya chama. Okay. Ambao viongozi wakuu wa chama, makamu mwenyekiti wa chama taifa, katibu mkuu, wanaongoza wanachama wote na viongozi wengine wote wa chama kwenda kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa Chadema taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa hiyo kinachofanyika ni aibu kubwa sana kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuendesha nchi ambayo ni ya kidikteta, nchi ambayo haitaji demokrasia. Rais wa nchi anaona jeshi la polisi linavunja kanuni, linavunja katiba ya nchi, linavunja kanuni za mahakama, rais amenyamaza. Lakini pia mwanasheria mkuu wa serikali amenyamaza. Okay. Lakini hakimu ambaye au jaji mkuu ambaye anasimamia majaji wote naye amenyamaza kimya. Hii inaonyesha wazi kwamba hii kesi ni kesi ambayo inawauma na wamemsingizia Lissu, kesi ya uongo, kesi ya uhaini. Tujuze kwanza kabla tuendelea na mambo mengine. Kwa upande wa Arusha labda kuna wanachama, kuna baadhi pia viongozi ambao wameenda Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo ya mwenyekiti wenu Tundu Lissu. Wanachama wa Arusha wako wengi sana Dar es Salaam, wamekwenda na mabasi na wengine kwenda na magari binafsi. Wamekwenda Dar es Salaam kusikiliza hii kesi kwa sababu hii kesi ina interest na chama. Kwa hiyo wanachama wengi wa Arusha wako Dar es Salaam tunavyoongea sasa hivi, na wengine wako kwenye viunga vya mahakama. Okay. Na labda umejaribu kuwasiliana nao, hali ya usalama kwa ujumla ya kwao ikoje? Hali ya usalama sio nzuri kwa sababu watu wanazuiliwa kuingia mahakamani, watu wanapekuliwa. Kwa hiyo pamoja na hayo yote, unajua sisi Chadema tunajua kabisa kwamba tunaonewa. Kwa hiyo kuna wakati tunatumia nguvu kujua kwamba tunaingeje mahakamani. Lakini kiukweli harassment ni mbaya sana, polisi ni wengi sana, usalama wa taifa pia wapo. Na inasemekana pia kuna askari wengine ambao ni wanajeshi lakini wako kiraia, ambao sio pia kazi yaani ukiangalia jeshi aliruhusiwi kwenda kwenye mambo ya ndani kama haya. Serikali ya CCM inaibaga uchaguzi. Kwa hiyo wanajua hiki Lissu anachosema no reform no election, maana yake kinawauma kwamba ni ukweli sisi tunakataa kushiriki uchaguzi wa wizi. Sasa wao wanatulazimisha sisi kwenda kwenye uchaguzi, lakini wanatulazimisha kwamba tunafanya makosa. Yaani lengo la kumshikilia Lissu ni hili Lissu asiendelee kuieleza dunia kwamba kwa nini Chadema hatutaki kushiriki uchaguzi. Ni kurudisha nyuma kidogo. Hii kesi ya Lissu ni kesi ya kawaida. Unakumbuka kesi ambayo ya ugaidi ya miezi 9? Okay. Serikali ilienda kumshikia Mbowe miguu gerezani ili aondoe kesi gerezani kwa sababu ilikuwa ni ya uongo. Kesi iliyorindima. Si unaikumbuka? Okay. Chadema tulishinda. Unakumbuka kwamba kuna kipindi fulani uchaguzi baada ya Mwita Waitara kukimbia Chadema, tulirudia uchaguzi pale Dar es Salaam, na aliyegombea, na kama sio jimbo la Ukonga kuna ni jimbo la Segerea aligombea Salum Mwalimu. Unakumbuka kwenye ule uchaguzi Chadema tulishinda, na Freeman akapitisha watu barabarani kwenda kudai vitambulisho vya mawakala. Unakumbuka viongozi wote wetu wa chama wote walikamatwa, wa chama wote. Alibakia Godbless Lema peke yake nje. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama na wasaidizi wake na manaibu wote na watu wote, unakumbuka kwamba walikuwa gerezani. Walikaa gerezani almost karibu mwezi mzima. Lakini hiyo kesi tulishinda. Sasa yeye akamatwe Heche, akamatwe Mnyika, akamatwe Lema, akamatwe nani? Hata mimi Mungure naweza nikawa mwenyekiti wa hiki chama nikahaki na chama kikaenda vizuri kabisa. Na tuna wenye viti wa kanda 10, hao wenye viti wa kanda wapo. Kwa hiyo hiki chama serikali haiwezi kukiondoa madarakani. Serikali haiwezi kutuondoa kwenye reli. Hakuna chama kingine mbadala kwenye nchi tofauti na Chadema ambayo sasa hivi hii dola tumeshaishinda mara nyingi wakiba uchaguzi, na ndio maana hawataki kubadilisha sheria za uchaguzi. Kwa hiyo mimi ninachosema tu na niwaambie wana Chadema nchi nzima, hakuna kurudi nyuma. Na hakuna uchaguzi utakaofanyika bila kurekebisha hizi kanuni za uchaguzi. Kipi bora? Nikuulize kama mwandishi wa habari. Kipi bora? Kushiriki uchaguzi alafu uende ukaibiwe, alafu uende ukapigwe, alafu uende ukaumizwe na usitangazwe, alafu na kwenda kudai
tume huru ya uchaguzi kwamba ili muweze kwenda vizuri mnahitaji mpate mabadiliko ya kiuchaguzi. Mifumo ya uchaguzi ibadilishwe iwe huru na haki. Ni kipi bora? Ni bora kudai kile ambacho ni cha msingi kuliko kwenda kushiriki. Unakwenda tu kama rubber stamp. Sisi hakuna cha kupoteza. Nikwambie 2024 mwezi wa 11 serikali za mitaa uliona, sio? Mimi hapa kwenye kata yangu ambako Chadema tumeongoza miaka yote. Chadema tumeongoza mara nyingi sana. Ambaye alishakuaga mwenyekiti wa kitongoji hapa na akawa na mwingine akawa mwenyekiti wa kijiji hapa, wameambiwa wajui kusoma na kuandika lakini walishaongoza wakaibiwa na Magufuli. Sasa mfano mzuri ni huo. Tunapoteza nini? Kama tu uchaguzi wa juzi wamefanya hivyo, utakuwa ni wabunge na urais. Kwa hiyo nategemea kwamba leo hii tumsimamishe Freeman Mbowe kugombea urais au tumsimamishe Lissu kugombea urais, kwamba ndio anaenda kutangazwa kwa hii tume ya uchaguzi iliyopo ya CCM. Au nategemea hivi, mimi Mungure hapa basi nimeamua kugombea ubunge jimbo la Arumeru Mashariki. Nimeshapata kura nyingi sana. Mawakala wangu wametolewa vituoni. Alafu nina mawakala wangu wanaambiwa sijui hawana viapo hawana nini. Yaani mimi mwenyewe polisi wanakwenda kushiriki na watu wa CCM kwenda kuiba kura. Kwa hiyo nategemea mimi Mungure nije nitakazo kwa mbunge hapa Arumeru Mashariki. Haiwezekaniki. Tunatumia gharama, tunatumia fedha, tunatumia nguvu, tunatumia akili, tunatumia rasilimali nyingi sana kwenda kuitetea demokrasia ili tupate viongozi bora na viongozi bora ambao wanaweza kuongoza watu ambao wanatokana na watu. Ni bora tukadai, yani bora uchaguzi usifanyike, bora likatokea lolote, lakini tunahitaji tume huru ya uchaguzi ili CCM wenyewe washiriki uchaguzi kama vyama vingine vya upinzani, ili tuone sasa wananchi wanaamua nani yawe nani. Na kutolea mfano, mimi nimegombea udiwani hapa 2020 uchaguzi ule. Mimi kwenye kata yangu kuna vituo 30. 2015 nilishinda vituo vyote 30 hapa. Vyote nikapata kura nyingi sana. Huu uchaguzi wa Magufuli juzi kila kituo waliingiza kura kura 50 za udiwani, kura 50 za mbunge, kura 50 za rais kwenye kila kituo na ni kwenye kata moja. Hivi vituo vyote 30 juzi nilishinda vyote pamoja na wao kuongeza kura kila mahali. Lakini walinitangaza. Wanatoka kwenye vituo na watu wetu na mawakala wana mawe wana nini, twende kufika kwenye kata wakasema ni kweli Mungura ameshinda. Wametoka na yale matokeo kwenye ofisi za kata, wamekwenda kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya ambaye alikuwa anaitwa Jerimuro, wakabadilisha data zangu zikapewa mtu mwingine. Kuna uchaguzi hapo. Sawa mheshimiwa mwenyekiti, tumalizie na hili. Nyie msimamo wenu sasa kwa hichi ambacho kinaendelea pale Dar es Salaam na kwa ujumla kesi ya Lissu. Msimamo wa Chadema Arusha tunaweza tukasemaje? Msimamo wetu ni kwamba tunamwambia Lissu kwamba hii kesi ni ya Chadema, sio ya kwake. Arusha tuko na mheshimiwa mwenyekiti wetu kaskazini, tuko na mwenyekiti wetu, lakini sio hivyo tu. Hakuna kurudi nyuma mpaka Tanzania ipate tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya. Hakuna atakayerudi nyuma. Tutapambana mpaka tone la mwisho la damu. Kuna mawili, sio kwamba yani, kwanza fahamu kwamba pale hakuna kesi yoyote. Kesi anasingiziwa. Lissu anatakiwa afikishwe pale mahakamani aachiwe huru. Lissu anatakiwa aachiwe huru, yani afikishwe mahakamani pale hakimu aseme hapa hakuna kesi ya kujibu hapa. Lissu aendelee na shughuli zake za no reform no election, aendelea na mikutano kwa kuhamasisha wanachama wake ambao ndio kazi ya chama cha siasa. Kwa hiyo habari ya kwamba anashinda au ashindi, Lissu anakosa, anasingiziwa. Kwa hiyo hata wakiendelea kumshikilia tutaendelea kupiga kelele na tutaendelea kumtetea. Hata jumuiya za kimataifa, Afrika, yani rais wa Kenya anamshangaa rais wa Tanzania. Hata rais wa Uganda ambaye naye pia yuko kama huyu wa kwetu tu mambo ya udikteta anamshangaa huyu rais. Hata yule rais wa Zanzibar aliyoko pale Mwinyi pamoja na kwamba ni mwana CCM pia anashangaa kinachofanyika, na marais wengine wote wanamshangaa huyu mama. Ni nchi ya namna gani inaendeshwa dikteta kwa kiwango hiki? Kuna anayerudi nyuma, na anarudi nyuma sasa hapa chama unaona kinavyochapa kazi. Shughuli za chama zinakwenda. Viongozi wa chama. Yaani kaka iko hivi. Chadema hiko kwenye misingi. Tukisema kwenye hii sio ST brother, wala hii sio CAF, wala hii sio NCCR. Chadema iko kwenye misingi. Achana tu kuwa na kwenye, yani tuna viongozi kwenye misingi na wanafanya kazi.
Tuna viongozi kwenye kata zetu wanafanya kazi. Tuna majimbo yote yana uongozi yanafanya kazi. Mikoa yote tunafanya kazi. Kanda zote tunafanya kazi. Kamati kuu inafanya kazi. Sasa unafikiri kwamba hata wakimshikilia Lissu kama walivyokuwa wanampiga risasi wamuue chama kingekufa? Hiki chama hakuna kukiua tena. Hiki chama ndio kimeshatoka na lazima kikomboe ili taifa, penda wasipende hakuna namna. Na ndio maana wanatusingizia hizi kesi. Ushasikia kiongozi mwingine wa chama chote cha siasa tofauti na Chadema anapewa hizi kesi? Hakuna. ST wapo wapewi, CUF wako wapewi, TLP wako wapewi, NRA Chauma wapo. Mbona wapewi hizi kesi? Wanapewa tu Chadema. Na sio tu kwamba ina nguvu, mpaka jumuiya za kimataifa. Trump yuko Marekani, anatambua kwamba Tanzania kuna chama kinachoitwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambacho kinaitwa Chadema. Sawa? Trump anatambua kwamba na hiki chama kina wanaharakati na kina viongozi na kina wanasiasa bora kabisa barani Afrika. Trump anatambua na ni rais wa dunia. Vladimir Putin, rais wa Russia, anatambua kwamba kuna Chadema Tanzania. Na wenyewe wanajua kabisa kwamba tunaibiwa kila wakati. Na wanajua kwamba Tanzania ni nchi yenye uvumilivu, lakini hakuna amani yoyote kwenye mioyo ya watu. Wanajua. Haiko hivi. Lissu ni radical. Ni radical. Nikisema radical leaders, naomba unielewe. Ni watu ambao wanapita kwenye miba, ni watu wanaopita kwenye makorongo, ni watu wanaopita sehemu ngumu. Unanielewa? Wanapopita sehemu ngumu ni watu wenye maamuzi kwamba tumeamua tunakwenda hivi. Kuna mawili. Kama hauna nguvu za kupita kwenye hiyo miba na hivyo vichaka na huo msitu na hao makorongo, huwezi kutoboa. Lakini ukiweza kupita walikopita, ndio Chadema imetoka moja kwa moja. Tumeshinda na Chadema itatawala nchi hii kuliko ambavyo tunafikiri. Tunataka hii nchi, amani iliyopo iwe ni amani ya kweli kwenye mioyo ya watu, sio uvumilivu wa kudanganywa. Neno lako la mwisho kwa wanachadema ambao wanakusikiliza muda huu, hususan wa mkoa wa Arusha, unawaambia nini? Ninataka niwaambie wanachadema mkoa wa Arusha wote, pamoja na kwamba tunaendelea na maombi ya kumwombea Lissu na viongozi wengine wa chama taifa, tunayo kazi ya kuendelea kukijenga chama chetu kwenye mkoa wa Arusha, na waendelee na dhana inayosema no reform, no election. Hakuna kuibiwa kura tena, hakuna kutumia pesa zetu tukigombea na kuibiwa. Hatutakubali tena mawakala wetu wakauliwe vituoni, hatutakubali tena kuendelea kuteswa. Tutapambana kuzuia huo uchaguzi, aidha kwa namna yoyote, kwa namna za kisheria, kwa namna za zozote ambazo hizo tunaweza tukazifanya kuzuia uchaguzi usifanyike, ambao ni uchaguzi haramu wa kuweka viongozi haramu madarakani kama viongozi haramu waliopo madarakani sasa. Neno lako kwa G55? Mimi habari ya G55 na habari nyingine kwanza sitaki kusikia. Ninachotaka kusema kama G55 wameamua kukitetea chama, waje tuingie kwenye mapambano. Twende tukaidai demokrasia kwa pamoja. Habari ya kujitenga wanadai kivyao, halafu na huku kinadai. Hatuwezi kuwa na vyama viwili, chama ni kimoja tu. Kwa G55 waje